everyone, welcome back to my channel. Leo nakuja kuelezea kuhusiana na C++ pattern. Na pattern yetu ni kama hii tunayoiona hapa. Pattern hii ili tuweze kuitengenezea programu yake, kwanza tutakiwa tuangalie vitu vikuu viwili. Cha kwanza tuangalie we have rows and we have columns. Column ya kwanza, column ya pili, column ya tatu, column ya nne, column ya tano. So rows tutaziita I, ambayo tuna I ikiwa ni 1, 2, 3, 4, 5. Na columns tutaziita J, ambayo tuna column ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. No, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Kwa tuna rows 5 na tuna column 5 kulingana na hii pattern yetu. Sasa tunaona wakati I ambayo row ya kwanza ilikuwa 1, J iliprint mara 1. Wakati I equals to 2, stars iliprintiwa mara 2. Wakati I equals to 3, stars iliprintiwa mara 3. Kwa hiyo kumbe J inaendana na nini? Na I. Sasa ili tuweze kuiprint hii, tunatakiwa tumie nested for loop. Kwa hiyo tutakuwa na for loop ya nje ambayo hii itakuwa na print rows, na tutakuwa na for loop ya ndani ambayo hii itakuwa na print columns. Rows tutaprint row kuanzia row ya kwanza, tunaona pa row ya kwanza mpaka ngapi? Ya 5. Kwa hiyo initialization yetu itakuwa ni 1, kikomo chetu itakuwa ni 5. Wakati columns initialization itakuwa ni 1, lakini kikomo itakuwa ni I, ambapo wakati I ikiwa 1, J ina print mara 1. Kwa hiyo kikomo chake nini? Kinaendana na I. Kwa hiyo tuende tukaangalie programu yetu itakuwaje. Kwa hiyo tutakuwa na for loop kama hivi. I ikiwa 1 hapa. I ikiwa 1, tutacheck condition. Je, hiyo 1 ni ndogo kuliko 5? Yes, if it is true itaingia ndani ya for loop ya ndani. Ikifika hapa itacheck J equals to 1. Je, 1 ni ndogo kuliko I, ambapo I ni ngapi? Ni 1. Kwa kama I ni 1 na J ni 1, ziko sawa. It's okay, itaingia hapa na kuprint star ya kwanza. Then itarudi hapa tena. J itakuwa 2. 2 ni ndogo kuliko 1? Hapana. Ita terminate. Ikisha terminate ita out end line. Kwa hiyo tutakuwa tumeenda kwenye next line, alafu itarudi kwenye for loop ya nje. Kwa hiyo tukifika kwa for loop ya nje, I itakuwa imeongezeka, imekuwa 2. Itacheck 2 ni ndogo kuliko 5? Yes. Itaingia ndani ya for loop ya ndani. Ikifika hapa itakuta itaanza J ikiwa ni 1. 1 ni ndogo kuliko 2, ambayo hapa I ni 2. 1 ni ndogo kuliko 2? Yes. Ita print star. Itarudi tena hapa juu. Itakuta J ni 2. 2 ni ndogo sasa na 2? Yes. Itakubali, itaingia tena hapa ndani, ita print star ya pili. Itarudi tena hapa. J itakuwa 3. 3 ni ndogo kuliko 2? No. Ita terminate. Itakuja hapa, ita print end line, itashusha mstari wa pili, itaenda huku juu, itakuta I ni 3. 3 ni ndogo kuliko 5? Yes. Itaingia hapa ndani. Ikiingia ndani itacheck 1 ndogo kuliko 3? Yes. Ita print star ya kwanza. Itarudi tena hapa, itakuwa 2. 2 ndogo kuliko 3? Yes. Ita print star ya pili. Itarudi tena hapa. Itakuta 3 ndogo kuliko 3 au ni sawa na 3? Yes. Itaingia tena ndani, ita print star ya 3. Ikija hapa itakuja tena itakuta 4. 4 ni ndogo kuliko 3? No. Ita terminate. Kwa hiyo ikiterminate ita out end line, itaenda tena huku juu. Itakuta I ni 4. 4 ndogo kuliko 5? Yes. Ita print na star hapa 4 kulingana na mzunguko ule ule. Ikiterminate itakuja tena itacheck 5. 5 ndogo kuliko 5? Yes. Itaingia ndani ya loop hapa, itazunguka tena mara 5. Huku ina print 0 star 5. Ikimaliza itarudi tena hapa juu, itakuta I equals to 6. 6 ni ndogo ni sawa na 5? No. Kwa hiyo itakataa na kuterminate loop yote, itakuja kwenye return 0 na programu yetu itaisha. Wakati huo itakuwa imesha print hii pattern yetu ambayo ni kama tunavyoiona hapo. Thank you. Now let us see how this pattern is done practically. Kama tunavyoona hapa, tumeweka hash include stream using namespace standard. Then katika main function ndipo tumeanza kutengeneza for loop zetu, nested for loop. For loop ya kwanza imeanzia 1,
mpaka kikomo chetu ni 5. For loop ya pili ambayo ni inner for loop yenyewe imeanzia 1 mpaka kikomo chetu ni I. Kwa hiyo itakuwa ina cout star as long as j inakuwa ni sawasawa au less than I. Kwa hiyo tuta print pattern kama ifuatavyo. Tukirun hapa, tunaona hapa imeweza kuprint star ya kwanza, ya pili star 2, star 3, star 4, star 5. Well, thank you. See you in my next video.